Hello folks, mambo vipi? Of course leo story yetu inatoka moja kwa moja New York City. Sehemu moja inaitwa Manhattan. Hii ni street. Of course hapa tunakwenda kumwangalia huyu jamaa aliitwa Chicken Man. Hilo ni jina lake kwa sababu alikuwa anapenda sana kutembea na kuku. Sasa hii story inamhusu huyu jamaa Chicken Man ambaye kwa majina halisi aliitwa Daniel Rakowitz. So huyu jamaa ambaye alipenda sana kutembea na kuku alikuwa ni homeless. Yani homeless, mtu asiyekuwa na makazi. Sasa huyu jamaa alikuwa anaishi mtaani tu, lakini mpaka siku moja anakuja kuonana na bwana mmoja anaitwa Sean akiwa na girlfriend wake anaitwa Sylvia. Sasa hawa watu wawili wakamwambia kwamba bana, unaweza ukahamia kwetu na tukakaa pamoja alafu tukashare kodi. Yani Chicken Man atoke mtaani kwa kuwa alikuwa ni homeless, aende akaishi na Sean pamoja na Sylvia katika apartment yao ili washare kodi, kwa sababu kwa maisha ya New York City huwa kodi zinakuwa za juu sana, especially katika apartment. Na Chicken Man pamoja na Sylvia na Sean walionana katika issue zao za kuuziana bangi. Yani Chicken Man ni muuza bangi, yani alikuwa ni mtu ambaye wanamuita pusha. Kwa Kiswahili halisi cha nyumbani kwetu, alikuwa pusha ambaye anawauzia watu wengi sana bangi. Sasa Sean na mpenzi wake ambaye ni Sylvia walikuwa pia ni watumiaji wazuri sana wa bangi. Kwa hiyo moja kwa moja wakamkaribisha Chicken Man katika apartment yao na kwa pamoja wakaanza kuishi pamoja na maisha yakaenda vizuri sana. Lakini kuna kitu kimoja ambacho huyu bwana Chicken Man alikuwa nacho. Ni mtu ambaye alikuwa anaongea vitu ambavyo havipo. Mara akisema kwamba anahitaji kuwa rais wa nchi, muda mwingine alikuwa anatamka vitu ambavyo haviendani na uhalisia. Lakini mbali na kuwa kwamba amepata sehemu ya kuishi, hakuacha kwenda kuwasalimia marafiki zake ambao bado wanalala mtaani na wanaishi mtaani. Lakini pia katika kuwasalimia kule alikuwa anakwenda kuwauzia bangi. Maisha yalikwenda vizuri sana kwa bwana Chicken Man kwa sababu tayari ameshapata pa kuishi na alianza kubadilika pia hata mavazi na kupendeza na muonekano. Akawa anafurahisha hata katika muonekano. Lakini mara nyingi hakuacha kwenda kilingeni kule kwa marafiki zake, yani kwenda maskani kwa marafiki zake ambao hawa watu walikuwa wanakaa mtaani na kwenda kupiga stori mbili tatu na kuweza kubadilishana mawazo hapa na pale. Mpaka inakuja kufikia siku moja Sylvia na Sean ambaye hawa watu walishia nao apartment wakagombana na wakaamua kuachana. Walivyogombana na kuamua kuachana, wakaamua kuondoka katika ile apartment. Sasa hiki kitu kikamstressi sana Chicken Man kwa sababu aliona kwamba itawezekana vipi yeye kuweza kuhandle ile bili ya kuishi pale akiwa peke yake bila kuwepo mtu wa pili wa kuweza kushare naye ile apartment. Ndipo akaamua kuanza kumtafuta mtu mwingine ambaye wataweza kushare ile apartment pamoja. Akaweza kumpata binti mmoja mdogo na mlimbwende kweli kweli, tena akiwa blonde, mwenye nywele za gold na macho ya blue, ambaye huyu binti aliitwa Monica. Chicken Man akaamua kumkaribisha Monica awaweze kuishi naye, na Monica alikuwa ni dancer lakini pia alikuwa ni mwanafunzi, awaweze kuishi pamoja na waweze kushare ile kodi ya ile apartment. Lakini kumbe Chicken Man tayari alikuwa amesha catch feeling kwenda kwa yule binti na kwamba alikuwa anamtaka kimapenzi. Haikuishia hivyo katika kumtaka kimapenzi, baadaye wakageuka wakawa wapenzi. Lakini undani wa yule binti Chicken Man hakuwa anajua ukweli kwamba yule binti ni mtu wa aina gani. Inafika mwisho wa siku ni kwamba yule binti akaanza kutembea na wanaume tofauti tofauti na akawa akiwaleta pale nyumbani. Chicken Man kulingana na wivu kumzidi nguvu akaanza kumtupia maneno na kumwambia kwamba hiyo sio tabia nzuri, na pia kumuonesha kwamba yeye anampenda kwa dhati yule binti. Lakini yule binti hakumuelewa na wakaishia kuwa wanagombana mara kwa mara. Mpaka inakuja kufikia yule binti anamwambia Chicken Man kwamba aondoke pale. Yani Chicken Man ndo aliyemleta Monica pale, lakini sasa Monica kwa kulingana na makatazo, anakatazwa kutoka kwa bwana Chicken Man, anaamua kumwambia kwamba yeye ndio aondoke pale na amwache yeye pale kwa kuwa yeye ni mwanamke. Ndivyo sheria nyingi za nchi za ughaibuni zinavyokuwa. Chicken Man anaumia baada ya kuambiwa kwamba yeye ndo anapaswa kutoka kwenye ile nyumba. Sasa anaona ni kwamba inakuwaje mtu niliyemkaribisha mimi leo yeye ndo ananibadilikia na kuniambia mimi napaswa kuondoka katika sehemu ambayo nimemkaribisha mwenyewe.
Sasa ugomvi unatokea mkubwa sana, lakini baadaye unakatika ule ugomvi. Chicken Man anaamua kutoka na kwenda kwa marafiki zake mtaani akiwaambia kwamba huyu mtu hajanifahamu vizuri, kuna siku nitamuondoa uhai. Sasa watu wakachukulia kama mzaha na utani, kwa sababu wanamjua kwamba huyu bwana huongea vitu ambavyo huwa havipo. Maisha yakaendelea hivyo, wakiwa katika migogoro mbalimbali kati yake yeye na mtu anayeshare naye apartment, bila kujua kwamba mwisho wao utakuja kuwa ni nini. Sasa siku moja katika ubishani wao wakapigana, na mwisho wa siku Chicken Man akampiga yule dada na kuweza kumuondoa uhai, kiasi kwamba alimpiga ngumi nyingi na kisha kumchoma visu mara 30, na kisha kumchukua yule dada na kumuingiza katika ile bathtub na kuanza kukatakata vipande vidogo vidogo, na kisha kuchukua kichwa chake na kukiingiza katika sufuria na kukichemsha supu, alafu viungo vyake vile akavikatakata na kuviacha ndani ya jacuzzi, yaani kule chumbani ambako ni chumba cha yule dada upande wa bafuni. Kisha akaendelea na maisha yake kama kawaida, ikiwa ni mtaani, na akifika mtaani anawasimulia wenzake kwamba tayari amekwisha kumuondoa uhai. Lakini wenzake wakawa hawamuamini kwamba inakuwaje kwamba huyu jamaa anaweza kumuondoa uhai. Basi wao wakawa wanampuuzia, wakijua kwamba ni utani, kama kawaida yake huongea maneno ambayo yanakuaga hayana ukweli. Sasa ukumbuke pia Chicken Man, kwa sababu alikuwa na tabia ya kuuza hizo bangi, kwa hiyo alikuwa chochote anachokipata alikuwa na tabia ya kununua vyakula na kuwagawia hao homelesses wenzie pale mtaani huko Manhattan. Sasa kwa ghafla tu, ikiwa ni 2 days zimepita, huyu jamaa akaanza kuwapatia mabakuli ya supu wale watu ambao ni homelesses, na hawa jamaa wakawa hawaringi kabisa, wanakunywa na kufurahia kabisa. Lakini kumbe supu wanaokunywa ilikuwa imetokana na viungo vya binadamu mwenzao aliyeitwa Monica, aliyekuwa na share apartment na bwana Chicken Man. Sasa siku moja Sylvia, ambaye huyu alikuwa ni mpenzi wa Sean, alikwenda kwa Chicken Man kwa ajili ya kununua bangi. Kama ilivyokuwa kawaida, alivyofika nyumbani, kwa kuwa yale mazingira anayafahamu na pia yeye amekaa pale, aliingia moja kwa moja ndani na akashangaa kuona kwenye stove ya jiko kuna kitu kinachemka. Alivyokwenda pale, anaona sufuria kubwa sana linatokota na supu ikinukia. Anakwenda kufunua na kutana na kichwa cha mwili wa binadamu. Anatoka pale akiwa amepagawa na kushangaa. Anakwenda bafuni, anakutana na vipande vya mwili wa binadamu vikiwa vimekatakatwa. Anaamua kuondoka na kumtafuta Chicken Man na kumwambia imekuwaje amefanya tukio baya kiasi kile. Yule bwana bila kusita na bila kupepesa macho akaweza kusema kwamba ni amefanya hilo tendo baada ya binti kuto kuonesha utulivu baada ya kuwa amekaribishwa, na hata alipojaribu kumwambia kwamba aachane na hizo tabia, lakini yule binti akafikia hatua ya kumwambia yeye ndo anapaswa kuondoka katika nyumba. Kwa hiyo akaona isiwe mambo mengi, ni kumuondoa uhai. Sasa haya mambo Sylvia akakaa nayo kimya, maana hakutaka kuwa involved katika hii situation kwa ujumla. Lakini kadri ambavyo vitu vinasemwa mtaani na Sylvia kumwambia kwamba Chicken Man anapaswa kwenda kule ndani na kuondoa hizo mess up zote alizofanya, lakini bahati mbaya taarifa zikazimisha kwenda sehemu nyingi sana. Niseme bahati nzuri na sio mbaya. Katika taarifa kuwa zimezagaa sana katika ule mji, basi zikawafikia polisi. Polisi wakaamua kumshika na kuanza kumhoji huyu bwana Chicken Man. Lakini cha kushangaza, bila kusita, huyu jamaa akiwa amejiamini kabisa akawajibu kwamba ni kweli amefanya hivyo, na amefanya hivyo kulingana na kile yule binti alikuwa anajaribu kukifanya, yaani kumuondoa yeye kwenye nyumba aliyomkaribisha mwenyewe. Basi polisi ikabidi wakwende katika ile apartment kwa ajili ya kujiridhisha, na ndipo walipofika kweli wakakuta yule jamaa kulingana na maelezo aliyotoa amefanya vile vile. Yaani mwili wa Monica uko ndani ya jacuzzi, lakini pia kichwa chake kikiwa ndani ya sufuria. Yaani ameweka pale, kazi yake ni kupasha na kugawa mtaani. Yaani ikipoa anapasha, anagawa mtaani. Basi polisi wakamkamata na kumpeleka polisi na kumfungulia mashtaka ya mauaji, na basi shtaka linakwenda mahakamani kusomewa shtaka lake.
Cha kushangaza inakuja kugundulika kwamba huyu bwana anasafa na tatizo moja linaloitwa severe schizophrenia. Kwa hiyo hana kesi, isipokuwa anatumwa kwenda kwenye magonjwa ya akili kwa ajili ya kupewa matibabu, ambayo ndipo yupo mpaka hivi leo. Na hiki kisa kilitokea mwaka 1989. Kwa hiyo ndio story yetu ya leo. Jamani, katika watu mnaowakaribisha katika majumba yenu, mbali na kuwakaribisha katika majumba yenu, msipende kuingia ubishani au vurugu au vitu vyovyote vinavyohusisha ugomvi na watu ambao hamuwajui kiundani. Sio watu wote katika ulimwengu tuliopo basi wana akili sawa sawa za kufikiri kama ulizokuwa nazo wewe. Kama ndio mara yako kwanza unakutana na hii account au unasikiliza stories zetu, tunakukaribisha sana. Na mbali na kukukaribisha, basi unaruhusiwa kushare na kufollow account for more. Asanteni sana.